Usikate tamaa, kimbilia kwa Yesu, mwambie shida yako. Kawinjoy TV, habari na burudani. Naam, mpenzi mtazamaji wa Kawinjoy TV, nite Juma Ramadhani. Nikutana leo na waimbaji wa kwaya, tunakopiga na story tuweze kujua mengi zaidi kuhusiana na utofauti wa kijana wa kanisani na kijana wa nyumbani. Utofauti unakuwa ni upi zaidi yao? Bana, twende tuwasikilize. Mambo vipi? Poa mzima. Majina? Majina naitwa SB Masudi. SB Masudi. Yes. Mbaji wa kwaya? Mbaji wa kwaya kabisa. Nataka tusikie mavoko kidogo. Yapo mavoko? Voko zipo. Kidogo basi tumsikie. Ya Kibembe ya Kiswahili. Yaani kwaya ni ujumbe wote utafikisha injili, tangaza kwa lugha yote ambayo unajisikia ambayo utaweza wewe. Usikate tamaa, kimbilia kwa Yesu, mwambie shida yako. Hapo tu kidogo. Bwana, tuambie, kipindi bado uko kijana wa nyumbani haujaingia kwenye kwaya na kipindi ambacho ushaingia kwenye kwaya, utofauti ni upi? Tofauti kwanza unatokana na maisha nilikuwa nayo kwa vibaya sana. Labda tupatie story kwa maisha ulikuwa nayo zamani, ilikuwaje? Tupatie story kidogo kwa ufupi, ilikuwaje maisha ya zamani mpaka sasa hivi mpaka unakuwa kijana wa kanisani? Maisha ya zamani utakuta kwanza wazazi wangu walikuwa wa utumishi wa Mungu, kwa napenda kanisa. Sasa mimi nilikuwa mtu ambaye sipendi kabisa. Kwa hiyo walikuwa wanafikia hata hatua kunyima chakula. Unaona? Nashindwa kula kwa sababu ya kanisa. Wao wanapenda kanisa, mimi sipendi. Hata maisha yangu tu utakuta mavazi ambayo navaa yani ni aibu. Ni aibu sana. Sasa hivi na zamani unaona afadhali maisha gani ambayo unataka uendelee nayo zaidi? Yaani maisha ya Kikristo yako vizuri sana. Ya vizuri sana. Vijana wanakuwa nasema kuwa mnakosa kazi maana mnakwenda kanisani. Hiyo ni kweli? Hiyo sio kweli. Wao ndio wanakosa kazi. Vile kusema kuwa mnakwenda kutoa watu wa kali, mkipata wanawake mnakuwa mnajikata mfanye tena apate na kazi za kanisa. Inakuwa ni kweli? Hiyo ipo. Unajua kanisani watu wanaingia hivyo tu, lakini kuna watu wanaenda kufuata kabisa injili ya Kristo, kusikia vizuri, na wengine wanaenda kutafuta nini? Wanawake. Hao ndio wanafanya hivyo, hao ndio wanasema hivyo, lakini kama mimi siwezi nikasema hivyo. Labda kwa majina pale unaitwa nani bwana mtumishi? Mimi naitwa tu SB Masudi. SB. Mbona jina za mtaani hizo? Kwenye kanisa tunazoea kuona wa Yohana, Yakobo, Petro. Hiyo ndio jina langu kabisa. SB Masudi. Tofauti na kanisa, kazi gani nyingine ambayo unakuwa unashughulisha wewe kama kijana? Mimi tu ni mwimbaji. Mwimbaji tu. Kwenye kuimba kwaya unapata kile kipato cha kukidhi familia? Sio kukizi, wanapata kidogo tu. Kidogo tu ya kujikizi mwenyewe. Haya, tunakwenda kusikiliza kiongozi upande wa pili. Tayari tunasikia kiongozi ametuambia kuwa utofauti mkubwa kati ya kijana wa kanisani na nyumbani, anaona bora maisha ya kanisani. Subiri tuende upande wa pili tuweze kusikiliza na bosi, tubonge naye tuweze kujua mengi zaidi kuhusiana na vijana wa kanisani na wa nyumbani. Mambo vipi? Poa. Kwa majina? Wasoke. Wasoke. Ndio. Hebu tuambie utofauti wa kijana wa nyumbani na wa kanisani unakuaje hapo? Hapo ngoja kwanza nicheke. Utofauti wa kijana wa nyumbani na wa kanisani, kama mimi, utofauti wangu ambao mimi najua ni wa maadili kwanza. Kwa maana kijana wa nyumbani ana maadili ya tofauti na kijana wa kanisani. Kulingana na tuseme kama mfumo tu wa kimaisha yani. Kijana wa nyumbani anakuwa anaishije na wa kanisani anakuwa anaishije? Yaani wa nyumbani anaishi anavyotaka yeye. Yaani hana hofu yoyote ile ya mtu. Lakini wa kanisani ana hofu. Kwa sababu gani? Anaishi kwa sheria, kwa amri alizoacha Mungu. Na maisha ambayo ulikuwa unaishi kipindi bado uko kijana wa nyumbani na sasa hivi uko kijana wa kanisani, unaona tofauti mkubwa ni upi zaidi? Kwa maisha yangu mimi ya zamani, sema tu mimi nimezaliwa kwenye familia ya Ukristo mpaka hapa nilipo. Yaani sijawahi sema tu naonaga. Ila sijui kipindi nilivyokuwa mdogo nilikueje yani hapa. Hujawahi kutamani maisha ya vijana, kwa sababu maisha ya nyumbani ya vijana wa mtaani wanakuwa na maisha mazuri, mademu sana, mitungi sana. Wewe kama na wewe hujawahi kutamani maisha kama nao kwa sababu hujawahi kuyapitia? Ndio. Hapo nasema kweli, lakini hayo tu ni ubatili ese. Natamani lakini si sana. Kwanza nasikitika sana. Kwa maana naona kweli lakini sitamani kivile, kwa maana sina muda. Mimi najua ninachokifanya. Ndio bado nakutaga wengine wakiendelea hivyo, akijua ukweli bwana anasemaga
nimeanguka au nimefeli yes. Wewe kama wewe ni faida zipi ambazo unazipata mpaka sasa hivi ambao unaweza kuambia vijana wa nyumbani kuwa huko kwenye upo wewe kuna faida kubwa kuliko kule kwenye wapo? Faida ambazo umezipata wewe ni zipi? Kama faida mimi, faida ya kwanza ni ya kujua aliyeniumba kwanza ni yupi. Faida ya pili ni kujielewa kimaisha, maana siishi tu kwa sababu tu ya kuishi tu olela, yani naishi kwa maadili ambayo yani kila mtu akiniona sema fulani kweli amezaa mtoto sijui so unajua sifa zile yani yani za kanisani fulani. Okay, asante bana. Bana, ulikuwa na vijana wa kanisani, nataka tutafute vijana wa nyumbani nao tuweze kuuliza maswali mawili matatu tuweza kujua, kwa sababu vijana wa kanisa washatuonyesha mwanga wao na kutuonyesha faida ambayo unaipata ni kubwa zaidi. Kwa hiyo baki hapo usiondoke, subiri nikunge na hao wengine tuweze kujua. Bana, mimi ni Juma Ramadhani kutoka wanakuambia Kajos TV, TV ya nyumbani. Asante kwa muda wako. Tukutane tena muda mwingine, chao. Kawi Enjoy TV, habari na burudani.